Hello. Mtu wa Mungu, mambo vipi? Unaendeleaje? Natumaini huko salama mahali ulipo. Natumaini Mungu anakulinda. Natumaini kuwa Mungu unaendelea kujitukuza katika maisha yako. Ni wakati mwingine ambao tena mambo yanaendelea kuchemka, mambo yako on fire. Ni wakati wa wewe kwenda kushuhudia makuu ya Mungu kwa macho yako sasa. Tunataka kuona kile ambacho Mungu atakitenda kwa macho yako na sio kusikia yani. Hauendi kuyasikia tena. Haya, unakwenda kuyasikia na kuyaona kwa macho yako mawili. Si ndio mpendwa? Ni wakati wa kwenda kusikia kwa masikio yako mawili na kuona kwa macho yako mawili, sio kuambiwa. Sio kuambiwa tena. Sio kuambiwa. Hapa tunasubiria kuona kwa macho yetu mawili, kuona Mungu anaenda kufanya nini kwa Senior Dave. Hallelujah. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kujoin channel hii, basi subscribe hapo na uweke like yako na Mungu atakwenda kukubariki ndugu mpendwa. Ni wakati ambao tunataka kwenda kusikia maneno ya Mungu ambayo Mungu alisema kana kwamba aliahidi vita si vyenu bali vita ni vyake yeye Bwana. Sasa huu ni wakati wa vita vya Mungu. Haleluya. Tumeona Apostle Joshua sasa yuko safarini, anakwenda airport, anakwenda kuchukua ndege kumfuata mavingumu, kumfuata mayai mbichi, wanakwenda kuangamia. Mimi nakwambia kana kwamba china la mayai mbichi ni huyo mavingumu. Jina yani hayo ndo China kabisa. Huyo mayai mbichi anayesumbua Director J ndio huyo anayesumbua Senior Dave, ambaye anajiita mavingumu. Ana watu matawi mengi, lakini sasa ni wakati wa matawi yote kwenda kuvunjwa, matawi yote ya mavingumu. Sasa wewe weka masikio na macho kule Zanzibar, tuone Mungu atafanya nini. Bravo anajigamba, anatuma mavideo ya kujigamba kusema babu. Sasa tunataka kwenda kumuona Mungu wa huyo babu yake na Mungu wa Senior Dave. Nani atakwenda kuwini vita hii? Hii bato ni ngumu, ndio bado inaanza. Wewe weka msuli wako sawa sasa. Wewe mwana wa Mungu, wewe shabiki wa Senior Dave, weka sasa mambo yako sawa. Jipange sasa. Ni wakati wa kujipanga kwa sababu vita viko mlangoni. Au wewe unasemaje? Niambie wewe unasemaje sasa? Vita viko mlangoni sasa hivi, kwa vita viko mlangoni kwako. Mungu anakuambia jiandae, vaeni silaha zote sasa. Ni wakati wa kuvaa silaha. Jifungeni dari ya haki, naye Mungu atakwenda kuonekana. Ni wakati wa kusimama sasa. Vaa ngao sasa. Unaona polisi wakiingia barabarani kwenda kutuliza watu wanaoandamana, huwa wana zile ngao zile wanavaa zile za vioo zile. Sasa wewe ngao utakayovaa sio hiyo. Wewe mvae sasa Yesu Kristo. Mwambie Yesu Kristo, ingia na ukae kwangu kama ngao, naye Yesu atakaa, sababu battle kubwa linataka kwenda kuanza sasa. Battle linataka kwenda kuanza, mwana wa Mungu. Ndege amepanda Apostle mwenyewe. Hii sio Joshua, sio Senior David tena. Hii sio DCI Freddy, hii sio DCI Jared, hii sio Taikuni, hii sio wale tumezoea huko mitaani. Hii sasa tumezoea ya risasi. Hii sio ya risasi sasa. Hii ni risasi ya kimya. Taikuni anasema risasi ya haga. Risasi ya kimya Roho Mtakatifu. Yani vita imefika patamu. Yani nikisikia vita ambayo Mungu anakwenda kupigana, ndugu yangu, mimi ninasikia raha sana yani. Nikisikia vita ambavyo Mungu anakwenda kupigana. Kumbuka Goliath alikuwa ni giant big, mwenye muscles, mwenye misuli mikubwa, kama vile unavyomuona Bravo anavyojigamba. Ndivyo alivyokuwa huyu Mr. Daudi. Unaona huyu Mr. Daudi ndivyo alivyokuwa. Hapana Daudi, huyu Goliath. Goliath alikuwa bonge la giant, alikuwa bonge la mtu.
akisimama amesimama, lakini aliwezwa na kijana mdogo sana. Tena kijana akavalishwa nguo za kijeshi, akavalishwa magwanda ili akapigane, lakini kijana akasema, haya magwanda ni mazito haya mnayonipa, hizi silaha hizi ni nzito hizi kupigana na yule mtu, siwezi, mwili wangu ni mdogo. Kijana mdogo sana akasema, mwili wangu ni mdogo, mimi sina nguvu za kupigana na Goliath nikiwa nimevaa yote magwanda, yanaendelea kunipa uzito. Wakapewa silaha, kijana akakataa. Biblia inasema akakataa, akatupa masilaha yote, akayaacha makomba manini, akaacha mabomu akatupa. Kijana akasema, mimi nitachukua tu nini, mawe yangu haya. Haleluya. Akachukua mawe yake, akaingia nayo vitani, akaenda kukutana giant. Daudi akimwangalia, anamwangalia namna hii, jamaa limepanda juu, giant, misuli, mguu huo, mkono huo, jamaa amekula gym kweli kweli. Mr. Goliath amekula gym kweli kweli, anataka kupigana na Mungu. Akasahau kana kwamba Mr. Daudi alikuwa mchunga kondoo na amechaguliwa na Mungu huko mashambani huko. Mr. Daudi amechaguliwa kutoka huko shambani huko. Amechaguliwa akiwa amechunga kondoo za baba yake huko. Katoto kadogo kachafu tu hivi. Kakaingia, akasema mimi nitamuua huyu. Goliath akasahau kama huyu mtoto wa Mungu, huyu ni mpakaliwa mafuta wa Mungu. Alifuatwa huko mlimani, huko porini, akiwachunga kondoo, akafuatwa huko, akapakwa mafuta na Mungu. Mungu akampaka mafuta. Haleluya. Kama unanisikia mwana wa Mungu, vita imefika patamu sasa. Huu ndio muda wa kwenda kumuona huyo shetani mwenyewe, tuone kana kwamba shetani anafanya kazi kweli au vipi. Kama unanisikia, njoo. Kama subscribe kachonjo, kwa sababu ni muda ambao tunataka kwenda kuona makuu ya Mungu. Goliath alipomuona Daudi akasema, huyu ndio kijana mnaniletea kupigana mimi. Akamdharau, akamuona Daudi, akamwambia, leo nitakufanya wewe kuwa chakula cha ndege. Daudi akamwambia, wewe na ugiant wako, misuli yako, silaha zako hizo, mimi nitakufanya kuwa chakula cha nini? Cha ndege. Haleluya. Na mimi nakwambia siku ya leo tukae chonjo. Mavingumu anataka kwenda kuwa chakula cha midudu. Kama hujaamini, weka chonjo kwenye screen, weka bando za kutosha kwenye simu yako. Jaza bando. Mimi nakwambia wakati ni huu sasa. Jaza bando. Wewe kaa chonjo tu kwenye simu yako. Kama ni kwenye TV, ongeza wifi ndani ya nyumba. Wewe nenda kabai wifi. Kama huna wifi, mengi yatakupita, utashindwa kuyaona matendo makuu ya Mungu. Daudi akachukua mawe yake, akapewa ngao, akasema, hii ngao sina haja nayo. Akasema, mimi nina mawe haya mawe haya, kuna Mungu mzima amekaa kwenye haya mawe. Haleluya. Hebu mwambie jirani yako, mwambie una Mungu mzima ambaye yuko ndani yako, anakusumbua hapo ulipo. Mwambie asisahau Mungu mzima aliyemshinda Goliath, atakwenda kukupigania. Haleluya. Ni wakati sasa wa wewe kukaa tayari. Mwambie huyo jirani yako anayejiona yeye ni giant, mwambie huyo adui anayejiona yeye ni giant, mwambie wewe una mawe tu, hauna chochote, una mawe tu, na utakwenda kupigana na hayo mawe, naye Mungu atakwenda kujitukuza kupitia hayo mawe. Daudi akachukua mawe tu, akavua magwanda, akachukua mawe tu. Goliath akajiona giant, akamsogelea. Daudi anamwangalia tu, wewe mwangalie huyo adui, wewe mwangalie tu, mwambie haje. Mwambie wewe njoo, wakati utafika nitakuonyesha makuu. Haleluya. Ndipo Daudi akachukua yale mawe, akarusha mawe. Giant huyo anatepeta. Giant huyo akaanguka chini. Daudi akachukua kisakata kichwa kile. Goliath akaondoka. Mimi nakwambia, mwambie adui yako ni muda wa kusema kana kwamba unamjia kwa mawe 7. Haleluya. Mungu ni mtamu sana. Hii vita imefika patamu sana. Mimi natamani sana hii vita. Tumetoka katika ugaidi. Tumetoka katika kufuatana na silaha. Tumetoka kufuatana na mawe.
tumetoka kuitwa katika wakina ofisa Kiprono, anajiita huyu Sinodevi alikuwa akijiita ofisa Kiprono, yani hauko kote. Leo ameacha huko, leo anakwenda kuonyesha ukingo wake, akiongozwa na giant, kijana mdogo tu Joshua, kijana mdogo mwenye mwili mdogo, mwenye sauti ya kikoozi fulani hivi, ndio anayekwenda kumaliza vita hii. Anaitwa Apostle Joshua, anakwenda kufanya kazi sasa. Moto unakwenda kuwaka. Bravo anajiona giant, atakwenda kuuliwa na kijana mdogo tu. Mavingumu anajiona giant, DCI Fred, DCI Jared, wakiwa nyuma huku kama backup, wakiangalia, wakishuhudia. Wanasema sisi tutakuwa walinzi tu, sisi tunakwenda pale, sisi ni security. Wale ni security watakao kwenda kushuhudia, watakao kwenda kushuhudia, wakimuona Goliath akianguka chini, wakimuona miungu ya Baali ikianguka. Wakaona miungu ya Baali itaanguka tu, wataiona hawa Gerard pamoja na DCI Fred, wako pale, watakuwa security tu kushuhudia jinsi gani miungu ya Baali ikiangushwa, wakishuhudia tu miungu ya Baali ikichomwa moto, wakishuhudia huyu giant Bravo akilialia chini kama mbwa akisema nisamee. Hallelujah. Ni wakati wako sasa wewe kuangalia tu, kusema Mungu ajitukuze. Hebu zama kwa maombi mahali ulipo, ukisema kana kwamba hivi vita sio vyako, vita ulivyo navyo ni vita vya Yesu Kristo, naye Yesu atakwenda kutenda makuu. Hallelujah. Vita ulivyo navyo Yesu atakwenda kutenda makuu. Yesu atakwenda kukuonekania. Wakati ni huu wa Yesu, anataka kwenda kufanya kazi yake. Wote waliotuma pesa yao ya michango, muda wa michango umekwisha. Sasa ni muda wa ushindi, ni muda wa kutulia, na kijana Daudi atarudi street na kufanya kazi yake kama kawaida. Very soon tukimwona akishine, kwa sababu moto aliopitia ni moto mkali, ni moto mzito, ni moto wa ajabu. Lakini sasa Mungu kumbe alikuwa anampika. Wakati wa yeye kuiva sasa umekaribia, wakati wa nyota yake kushine sasa umekaribia. Kesho tutamuona Ibrahim, kesho tutamuona afisa Charles, kesho tutamuona Champe, tutamuona Elvis. Muda sio mrefu tutawaona zote. Hebu piga kelele mahali ulipo, umwambie Mungu, sasa ni wakati wa mimi kwenda kumuona Charles, ni wakati wa mimi kwenda kumuona Ibrahim, ni wakati wa kwenda kumuona Champe akirudi katika studio na kufanya kazi akiwa na nguvu maradufu. Hallelujah. Wewe ambaye una shida, wewe ambaye umenyongonyea kwa sababu ya shida, hebu mwambie Mungu akutumie Daudi wako. Mwambie Mungu akutumie mawe yale ya Daudi, ukayatumie kupambana na hao maadui, kwa sababu yamesema vita ni vyake. Ni muda wa Yesu Kristo atakwenda kupambana sasa. Hallelujah. Mimi nina furaha sana siku ya leo, kwa sababu ninaoyaona mbele yangu, ninaona mambo ya ajabu sana. Ninaona makuu ya Mungu yanakwenda kutendeka bila kusahau kusema kana kwamba Mungu wa Daudi aliyemwangusha Goliath akaangushe miungu ya Baali, miungu ile tuliyoiona kule, matunguli tuliyoyaona wanatuonyesha wao wenyewe. Ni muda sasa wa kwenda kusambua na kuvunja. Ni muda wa kwenda kukatakata mizizi yote. Hallelujah. Hebu katakata mizizi yote ya fitina kwenye maisha yako, mizizi ya kichawi, mizizi ya walozi, mizizi ya watu wenye chuki na wewe. Hebu mwambie Mungu, nakatakata, natupa mawe. Maadui wanakimbia, na waona wakikimbia. Hebu tupa hayo mawe. Hallelujah. Huyo Mungu tunayemwamini ni Mungu wa ajabu sana. Naamini wakati hii vita ndio nimependa. Ile vita ya silaha, ya kuindana na silaha kama wanyama imepita. Mida ya kwenda mission tena, twende porini, tunawatafuta huko porini nini imekwisha. Ndio maana Mungu aliondoa kadudu Kasinyodevi. Kale kadudu kale Mungu aliruhusu tu kaondoke.
Mungu aliruhusu kadudu alikuwa ameshafanya kazi mingi ya misitu. Sasa hivi wanakwea ndege, wako hewani. Mambo ya kadudu twende nako Zanzibar, Mungu alikataa. Mungu alikataa kadudu kasiende kwa Zanzibar. Mungu amekubali kwamba wafly, wapande kibombobombo, wapande ndege waende Zanzibar huko. Na huko ndiko wanakwenda sasa kupambana na huyo movu. Wamepanda ndege. Hakuna kadudu akirudi huko. Tutasikia sio kadudu tena. Akirudi huko lazima aingie mtani akidrive Pajero, akidrive V8. Huyo ndiyo mwana wa Mungu anayeitwa Daudi Sino Dave. Kesho tunamuona. Usitoke kwenye channel hii tafadhali. Nitakwenda kukupa update zote moto za mambo yanavyokwenda. Nitakwenda kukuonyesha update zote na kukuonyesha Mungu atakavyokwenda kushinda, Mungu atakavyokwenda kuwapigania. Haleluya. Hao wa Misri mliowaona hamtawaona tena. Hao wa Misri mliowaona hamtawaona tena. Kwa sababu tunakwenda kumuona Mungu akijitukuza. Kama subscribe please, na ushare na ulike. Mungu atakubariki. Ciao.